asifiwe tena. Amen. Nami kwanza namshukuru Mungu kwa mchana mwema ambao amenikubali wewe na mimi tupatikane kanisani mwake. Zaidi ya yote tupate Sunday school kama kuna tangazo. Tupate CD ama karani wake. Mpate mama tuo kama kuna tangazo. Sunday school overseer waliokalia mkutano kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu napewe sifa. Asifiwe Yesu. Amen. Hata nami sina budi kumrudishia Mwenyezi Mungu shukrani, amenipa uzima, nimeona siku ya leo, nasema ni asante. Tangazo langu wa mama, tafadhali, nilikuwa naomba tukutane Thursday. Si mnajua kiko mbele yetu. Sasa tutaendaje bila kupanga? Nilikuwa naomba tu wajameni on Thursday tukutane, tupange vile tutaenda. Mbarikiwe mnapokuja. Sina kuzimu kamera rangi. Hapa kanisani. Mpate shamasi. Pastor wetu na mgeni wetu kwa leo, Bwana apewe sifa. Washirika wote kwa ujumla na wageni, Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mimi ninaposimama hivi, kwanza na washukuru Taraga kwa kazi ambayo mlifanya kwa dada huyu pale ng'ambo. Ilikuwa ni kwa haraka na ni ghafla, na nilipopata ripoti nami nikamjulisha katibu wangu, nikamwambia katibu, na mimi tusambaze wenye tutapata, tusaidiane hiyo kazi ng'ambo. Kwa hivyo wenye mlifika huko nilishukuru jinsi tulimaliza hiyo kazi. Nilisema mbarikiwe na muwe na hiyo roho. Mwisho nikienda kukaa Taraga, chenye mimi ninawaomba, na nimewahi kuongea hapa mara mingi, inasema hivi: tukipata matanga, mmenisikiliza? Tukipata matanga, hebu mama Eja simama kidogo. Bwana asifiwe. Hili ni center na mnatupea fedha. Nikisema fedha aibu, ninachofanya niseme hivyo. Wamama mmeshona manguo nyeupe. Ninajua mko na uniform ngapi hapa? Huyu mama simama, mama. Wewe simama. Simama. Si uniform mlishona hapa? Hamkushona hiyo? Na kama hamkushona hiyo, ninasema hivi, kwa sababu niongea ni kitu nimeona imepeleka mizizi, na hii ni center. Nyinyi Taraga ndio mnataka mtoe mfano, msipee pastor aibu. Bwana asifiwe. Ninaposema hivyo ninamaanisha hivi: tukipata matanga ikiwa na assembly, simkuwe weupe. Umesikia? Mkuwe weupe. Siku tunawekea mtoto wake, mkuwe weupe. Tukienda kuzika mtu, sitaki madoadoa kwa ugaribe. Simbarikiwe. Bwana asifiwe. Pate mama director. Msia wetu Sunday Superintendent, viongozi wa ibada na washirika wote na sasa katika jamii. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe tena. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha nikaona siku ya leo. Sio kwa mapenzi yangu ila tu kwa mapenzi yake. Na kwanza kabisa ninawashukuru wale wote ambao walisikia mwito na wakakimbia wakakuja kusaidia mama huyu. Mungu akawabariki tu sana kwa kusikia wito. Lingine ni kwamba Jumapili iliyopita tuliongea na wamama tukinong'anazana pale nje. Naomba tu wakati ukifika utaona sekretari wangu hapo, tufanye hivyo. Ibada ya wamama tuianze Thursday. Tunaomba tuianze Thursday. Chamasi anaongelea kuhusu nguo, tafadhali. Jumapili ni mkutano ya assembly, naomba wamama wote white. Wamama wote
wise. Zaidi ya yote, barikiwe tu sana. Amen. Bwana asifiwe. Nangu machache. La kwanza ningesema Jumapili ijayo nitakuwa ni asili. Kila mmoja aliye na bahasha angalia mahali amefikia. Ya pili, leo asubuhi nilipoamka nilipata ujumbe kwamba tarehe 12 mwezi wa 5 tutakuwa na mwinjilisti. Kwa hivyo tujipange ili anapokuja tujue tutafanya sivyo. Linayofuatia ni kwamba kuna Pastor Geoffrey alilete hapa ile kadi yake mchungaji. Ni kwamba leo tarehe 3 ndio wanakutana pale Taraga tu. Kwa hivyo msimsahau. Nafikiri sina matangazo. Karibu mchungaji, ni hayo tu. Mbarikiwe. Asante secretary. Kwanza nataka niwashukuru wote ambao mlikuwa hapa Sunday iliyopita na mkafanya tu kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Mungu awabariki sana. Amen. Tulikuwa tunaelekea kule milimani na tulikuwa hatuna pesa, lakini mlitoa pesa. Nami nimekuwa nikiwaombea kwamba Mungu awabariki sana, msipungukiwe, kwa sababu kazi ya Mungu ingali inaendelea. Tarehe 12 hadi 17 mwezi huu tutakuwa na revival. Mwinjilisti anakuja, vile mnavyojua siku hizi sio wawili, ni mmoja. Anakuja hapa kuanzia tarehe 12 hadi 17 mwezi huu wa 5. Hiyo inamaanisha ni kujipanga. Niliwaambia last time kwamba ile picha niliyoiona haikuwa Taraga. Natamani wakati huu nione Taraga. Sema amen. Haikuwa Taraga, lakini wakati huu tuone picha ya Taraga, kwa sababu Taraga nyinyi ni watu ambao wanawajua. Mchungaji asijua watu wake ni kama ako na kasoro kidogo. Mimi ninawajua na uwezo wenu, na hata ninapowaombea najua mahali mnaweza fika na kile mnaweza fanya hata kwa siku tukisimama pamoja hivi. Kwa hivyo Alara itakuwa na siku yao, Andingo na pamoja na Ng'anga, na kila sehemu mkutano utakuwa unafanywa huko. Tafadhali tuliweka vizuri kwamba badala ya kutembea unakuja station, inakuwa ni ngumu. Ikiwa ni kule mkutano unaishia pale, baada ya mtumishi kutembea na kuwaombea, neno linahubiriwa mahala pale na kazi yote inaishia kule. Hapa pia, alafu siku ya Saturday unakuwa hapa na Sunday tunatamatisha jinsi mnavyojua. Kwa hivyo naomba mjiandae kabisa vizuri, mfanye tu kazi nzuri ambayo itasababisha akienda baraka zibaki zikitembea katika sehemu hii. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu ninajua mkibarikiwa mimi pia nimebarikiwa, si ukweli? Lakini mkiwa fukara na tabu mingi, hata mimi niko tu na hiyo tabu kwa sababu niko na nyinyi. Kwa hivyo natamani tukimaliza hiyo tumalize kwa kishindo na baraka zikishuka juu yetu. Mchungaji wanaitwa Lieutenant juu nani? Lukuyu, naona Lukuyu. Leo ni siku ya mchango wake pale kwa kujiandaa kwa ajili ya transfer yake, vile mlisikia, na hata secretary amewakumbusha. Tafadhali naomba tu hii kadi isiwe bure hivi. Trust akaona wapendwa wa Taraga wanaweza nipea hata kidogo kidogo, si ni sawa? Kidogo tu kidogo, mkiweka kidogo na ikuje pamoja, sasa inakuja tu pamoja na inaenda kwamba sisi Taraga tumetoa hii kwa sababu tunajua kazi pia zipo, lakini kwa moyo ulio mzuri tu unaweza fanya kitu kwa siku ya leo. Ni leo tarehe 10
ambayo ni Jumapili ijayo, na siku ya ripoti ya mwezi wa 4. Niliwaambia kile ambacho kitakuweka kuwa na nguvu kama mshiriki aliye bora. Sio bora mshiriki, lakini mshiriki bora ni kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana wale ambao wanafanya kazi hii. Hata Jumapili tunafunga ripoti ya mwezi wa 4, kumwambia tu Mungu asante kwa uzima na mapato. Si saa hii watoto wako shule, si baba ndio anawalipia? Nani hapa inua mkono sema mimi ndio nalipia watoto wangu? Inua tu mkono. Hata mimi siwezi inua. Anayelipia watoto wangu ni Mungu. Na huyo Mungu analipia watoto wako. Lazima tumshukuru kwa sababu ya kazi nzuri anayotufanyia. Walimu wetu wa Sunday school walienda training na bado training yao haijatamatishwa. Wataendelea hadi wamalize. Nirekebishe tu kiongozi wao, foundation 2 na 3 itafanywa yote mwezi wa 12. Kumaanisha mwaka huu tunapofika mwisho wake tutakuwa na full Sunday school teachers ambao wataserve kwa makanisa yao bila kufanyiwa uchaguzi, maana hao ndio watakuwa wamequalify kufunza watoto wetu wakiwafanya wakihitimu kwenda katika idara ya CEYD na kuwa washirika wetu wakuu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana mnapofanya kazi hii. Mengine tutayasema baadaye kuhusu watoto wadogo tukisemezana, maana tunahitaji wafanikiwe katika kila hali. Si Mungu awatende mema. Secretary, chukue tu hii kitu, nataka tulete mnenaji, wewe ndio unajua, alafu tumalize ibada. Bwana asifiwe. Simameni tukaribishe neno. Waimbaji msimame. Na tutatumia ngoma ama ni keyboard? Bwana Yesu asifiwe. Ngoma. Haya, leteni ngoma. Wacheza ngoma wakuje. Sijui kama wako. Naona wako huko nyuma wamejipanga, komanda ameingia. Sawa, karibu. Waimbaji wako wapi? Wasimame. Ili tukaribishe neno takatifu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako. Kwanza asubuhi hujamsalimia, hujamjulia hali. Bwana asifiwe. Wengine nasema wasalimie jirani wametu. Penye kuna baraka, kuna amani, kuna utulivu, kuna upendo, kuna utajiri. Sivyo? Bwana asifiwe. Mataifa yote yatakusanyika. Mataifa yote yatakusanyika. Tena walioshinda watakusanyika. Na wale wa Yesu watakusanyika.
Jinsi Mwenyezi Mungu amesimama kwa ajili ya kupanda mbegu takatifu. Mwambie tu Yesu alenge maisha yangu sehemu ambapo palikuwa pamekotoka. Mwambie Yesu mahali ambapo palikuwa pameenda kombo, naomba Baba anyoshe. Mchana wa leo nakuhitaji Yesu anyoshe. Leta neema yako na manukato. Baba wetu katika jina lako Yesu Kristo tunasema asante kwa mchana wa leo. Umekuwa nasi wakati ambapo ibada hii imeanza. Sasa tumefika sehemu ambayo kila mmoja anatarajia kupokea chake. Anapotoka hapa, kuna watu wamekuja hapa tofauti. Wengine wamekuja na ugagamizi ya roho ndani tofauti. Lakini zote hazifanani na hayo. Tumekuja kwa ajili ya kuangalia kwa msalaba, sema ambapo kuna neno ambalo naenda kutoka neno moja ambalo litatoa mtu hapa akiwa sawasawa. Ninaomba kupitia mapenzi yako sawasawa, kalidondoshe ndani ya mtumishi wako tunapoenda kulipokea, kila mtu atoke hapa akiwa amepona kupitia neema yako Yesu Kristo. Pokea sana utukufu ni kwa sababu unaweza kupitia neema yako Yesu Kristo. Tunaomba hata kuamini. Pigia tu Yesu makofi mazuri tunapomkaribisha mtumishi. Haleluya. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumemsifu Jehova, tumemwabudu Jehova. Umefika wakati Jehova tulishe kama watoto wake. Naomba tutulie, tupate chakula cha kiroho, alafu tuende nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Nataka upige makofi mazuri, alafu nitakwambia hayo makofi ni ya nini. Hebu pigia Bwana Yesu makofi kwanza. Nipigie makofi wewe mwenyewe. Nikwambia hayo makofi umejipigia ni ya nini? Kwa sababu umevumilia, si ndio? Na uko tayari kuvumilia mpaka tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Najua leo imekuwa long kwa sababu ya our Sunday school, lakini si ni vipaji vyetu tunakuza, lazima tungewapa nafasi, si ndio? Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu umevumilia. Mungu akubariki. Amen. Na nataka tufungue katika kitabu cha Hesabu, kwa kizungu ni Numbers 11 ama Hesabu 11. Kuanzia tu hapo ndio tuweke haraka, nitasoma Hesabu 11 kuanzia 1 hadi 6. Inasema hivi: kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao, wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia haya, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao, ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tebera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Kisha mkutano wa wafasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa. Wana wa Israeli nao walikuwa tena wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huku Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote. Hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Bwana Yesu abariki maandiko. Amen. Mada yetu ya kuongelea ni hatari za manung'uniko ama dangers of murmuring. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika hicho kitabu tunaelezewa ya kwamba wakati wa Misri walitolewa kule na Musa wakiwa wanaelekea kwenda katika nchi ya ahadi. Walifika mahali wakajawa na manung'uniko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaanza kusema, ni nani ataturudisha huko kwenye tumetoka? Heri kule ambapo tumetoka, kwa sababu hata kama tulikuwa tunateseka, tulikuwa tunakula nyama, tunakula samaki, tunakula tikiti
na hivyo vitu vyote ambavyo wametaja hapo. Wakasema kwani tutakuwa tunakula tu maana kila wakati. Na wakawa wamesumbua Musa sana. Musa walifanya hata Musa naye mwenyewe pia akaweze kunungunika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Musa alimwendea Mungu akamwambia, Mungu, ni mateso gani haya? Kwa nini ukaniweka katika hii hali? Kwa nini ukanichagua mimi nikaweze kuongoza hawa watu? Sasa nitawatolea wapi nyama wanataka wakule? Nitawatolea wapi hizi vitu wanataka? Hata heri uniache niende nikufie mbali ili nisiweze kuona haya mateso. Si tayari alikuwa amenungunika. Kwa hivyo tunaonyesha ya kwamba hayo manunguniko yalikuwa na madhara zake. Ndio tunasema ya kwamba hatari za manunguniko ama dangers of murmuring. Na manunguniko kwanza ni nini? Manunguniko ni, kwa Kizungu tunaweza sema repeated voice of dissatisfaction of a situation God has put you in, ama kuonyesha kutoridhika na ile hali ambayo Mungu amekuweka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Na manunguniko yamejaa kwetu, hata kama yalikuwa kule Misri, yamekuja pia yamejaa kwetu kama Wakristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunajikuta tunanungunika. Unapata mama ananungunika kwa sababu ya mume wake, mume ananungunika kwa sababu ya bwanake, na pia wananungunika kwa sababu ya watoto. Washirika pia wananungunika kwa sababu ya pasta, wananungunika kwa sababu ya kanisa, na hata wananungunika kwa sababu ya majirani na familia zao. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio manunguniko ambayo tunaongelea kuhusu. Tunaona kwamba wale watu ambao wanapenda kunungunika, kuna kitu ambacho huwa wanatafuta. Wengine huwa wana seek empathy, wanatafuta kuhurumiwa. Yaani wewe unajitoa tu kwako, unaenda kuelezea mtu manunguniko, unamuelezea shida zako, vile bwanako si mzuri, vile mtoto wako anasumbua. Si ati kwa sababu huyo mtu anataka kusaidia, ni kwa sababu unataka tu akuhurumie. Akukuhurumia unapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Yesu umeenda kwake akuhurumie, umepata hiyo sympathy. Imekufanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo manunguniko pia, shida ya hiyo manunguniko inakuwa na hasira nyingi na machukizo. Unachukia watu kwa sababu ya kunungunika. Juu huwezi nungunika na uwe unanungunika kwa kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Manunguniko pia inafanya tunakosa imani. Unakuwa na lack of faith kwa sababu huwezi kuwa unanungunika kwa hali ambayo Mungu amekuweka ndani na uwe na imani. Kwa sababu kama uko na imani utasema Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunanungunika mpaka tunasahau ya kwamba Mungu ndiye wa kutenda. Na wana wa Israeli walipoanza kunungunika, walimaliza miaka mingi njiani sana. Walimaliza 40 years wakiwa tu kule kwa wilderness, wakiwa wanatembea kwa safari ya kwenda Canaan. Ni kwa sababu manunguniko inakufanya una mark time, unashinda pale. Huna sababu, huna nafasi ya kufocus mbele. Una focus tu pale huko. Unalalamika tu zile vitu ambazo zinafanyika kwa saa hiyo, na uleti suluhu kwa zile vitu ambazo zinakufanya unanungunika. Unabaki hapo. Sasa wengine wanasonga, wewe uko umebaki hapo ukiendelea kunungunika. Kwa hivyo hizo ndio hatari ambazo zinaletwa na kitu ambacho kinaitwa manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Manunguniko pia inafanyanga uwezi kuwa grateful. You will never be grateful. Kwa sababu hakuna vile utakuwa unaongea opposite at the same time, opposite at the same time unaongea negative at the same time unaongea positive. Manunguniko inakufanyanga unakuwa ungrateful. Haunanga shukrani. Kwa hivyo kama huna shukrani, hakuna wakati pia utashukuru Mungu kwa kile kidogo ambacho Mungu amekufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Inakufanya unakuwa ungrateful kabisa. Huwezi shukuru hata mtu akikufanyia kitu kidogo. Bwana wako akifanyia kitu kidogo huwezi shukuru. Mke wako akikufanyia kitu kidogo huwezi shukuru. Unaona tu the negative side of everything. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ana complain, nataka niwajulisha kwamba huyo mtu ukata uhusiano wake na Mungu, kwa sababu Mungu hapendi wale watu wanapenda kunungunika. Mungu anasema in everything we should give thanks to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unanungunika hauna time ya kusema thank you Mungu kwa hii kidogo ambayo umenipa. Kwa hivyo unakata uhusiano wako na Mungu. Unakuwa pia na maisha ambayo yako negative. Watu wakifikiria future ambayo itakuwa positive, wewe unafikirianga tu
negative, unafikirianga tu kuanguka, unafikirianga tu mabaya katika maisha yako na unajitakia mabaya. Na watu kama hao ndio wanaendanga hata wanakuwa na mawazo hata ya kujiua, kwa sababu hakuna kitu nzuri unaonaga katika maisha yako. Lakini tunafaa kujifunza kuwa watu ambao wako negative, wako positive katika maisha. Inaletanga pia watu wana doubt Mungu. Una doubt Mungu kwa sababu unaona ya kwamba kama unajua hii situation ambayo iko kwangu iko temporary, haiko permanent, inamaanisha ya kwamba Mungu atatenda. Hautakuwa na nafasi ya kufikiria Mungu anatenda umuombe, kwa sababu unaonanga tu mabaya kila wakati. Lakini ukiwa mtu ambaye uko grateful, utafikiria ya kwamba hii situation ambayo unapitia si permanent, iko tu temporary, na Mungu hata kama itachukua muda, Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pia inakatanga relationship yako hata na Mungu na hata na watu ambao unakaa nao. Kama unashinda ukiwalalamika, kuna wakati utasema mambo mazuri kuwahusu. Huwezi lalamika jirani yako na at the same time unasema mambo mazuri kwake, kwa sababu wewe ni mtu wa kufikiria tu maovu za wengine, huoni mazuri ambayo watu wanakufanyia. Inafaa tujifunze kusema mazuri ambayo watu wanatufanyia pia, tusiwe tu watu wa kuona mabaya peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tuseme niko na plain paper na nimechora katikati dot. Hiyo plain paper nikikupatia hapa na nikuulize ni nini unaona, unajua karibu kila mtu ataniambia anaona hiyo dot, sivyo? Kwa sababu hakuna mtu atasimama aseme ninaona plain paper kubwa lakini iko na kadot kadogo katikati, ama ninaona plain paper na ukose kusema umeona hiyo dot. Hapo kadot kamewekwa tu hata na kalamu, lakini utaniambia kwamba umeona nini? Umeona hiyo dot, lakini utasema umeona hiyo plain paper. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha watu huona tu mabaya peke yake. Yaani hata utende mambo 10 mazuri ama 9 mazuri na moja ya 10 iwe mbaya, mtu anaona tu ile ya 9 ile mbaya, ile ya 10, lakini hizo zingine hawezi ona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ndio nature yetu ambayo Mungu hapendi ndani yetu. Tunafaa kushukuru hata wakati mtu amekukosea. Unafaa ukumbuke mema 9 ambayo amekutendea na umsamehe kwa hiyo 10 ambalo amefanya vibaya, kwa sababu sisi sote ni binadamu. Hakuna mtu hapa ambaye ni deputy wa Yesu, sivyo? Sisi sote tunafanya makosa, na wakati mwenzako amekufanya makosa, msamehe, kwa sababu kuna wakati anakufanyanga mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiwe tu watu ambao tutashinda tu kulalamika kwa sababu mwenzako amekufanyia mabaya, na unasahau ya kwamba katika hayo mabaya kuna yale pia huyu mtu anafanyanga mazuri. Tuangalie, tuwe watu ambao wana focus kwa vitu vizuri ambavyo vinafanyika katika maisha yetu na vitu vizuri ambavyo vinafanyika katika watu wengine, ili Mungu akaweze kutuinua na Mungu akaweze kutubariki. Wakati pia tunakuwa watu wa kucomplain, unajua tunatonesha kidonda. Ni kama tu uko na kidonda mahali, ikitaka kupona unatoa kangozi, ikitaka kupona unatoa kangozi, inarudingi inakuwa ndani na itaendelea na ikuwe kidonda ndugu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaendelea complain na kuona tu mabaya peke yake, kanisani unakuja tu kuspot vitu mbaya mbaya, ukiwa nyumbani unaspot tu vitu mbaya mbaya, huoni vitu nzuri. Hiyo kidonda ya kutokuamini Mungu inakuwa kubwa zaidi, na hiyo kidonda ya kuchukia wengine inakuwa kubwa kabisa. Na wakati itaendelea kuwa kubwa, imagine hakuna mtu anazaliwa akiwa muuaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu ya kutonesha kidonda mpaka inakuwa kidonda ndugu, kuna watu wanatoka sasa wanaanza kufikiria kuua wengine na kuwafanyia mambo mabaya na kuua maono yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiwe watu ambao tunatonesha vidonda mpaka unajikuta kwa state ambayo hukuzaliwa. Hakuna mtu alizaliwa atakuwa mtu mbaya, mtu wa roho mbaya ama mtu wa kuua, lakini ile negativity ambayo tumeweka katika maisha yetu, ile tu kuonanga tu mabaya za wengine, ndio inafanyanga tunajikuta katika ile state ya kufanyia wengine mabaya. Lakini inafaa tukaweze kurekebisha, na tutarekebisha iwapo wear a garment of prayer. Tuwe watu ambao tunaombeana. Ukiona mwenzako anaenda vibaya, kitabu cha 1 Corinthians chapter 6 natuambia kwamba tuwe watu ambao tunaombeana
na ukiona mwenzako ana makosa, muende ukamrekebishe kama rafiki, kama mpendwa mwenzako, kwa sababu hakuna yule ambaye ni mkamilifu. Unaponyoshea wengine vidole, chunga na wewe usije ukaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusione wengine wana makosa kuliko sisi. Inafikanga wakati ambapo hata mhubiri akihubiri, badala ya kusema hili neno ni langu, unasema hili neno leo nilikuwa na fulani. Hiyo kitu inatusumbuanga sana sisi kama Wakristo. Wewe ni kama ulikuja kusikiza wale wanahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Usikizi ni wewe ndio unahubiriwa, unasikiza fulani ndiye anahubiriwa, ukitoka pale nje utaanza kusema hili neno lilikuwa tu la Jeni. Jeni alikuwa kweli amesikia? Na wewe hakuna kitu umesikia. Na hiyo ndio shida inatusumbua, hiyo ndio ugonjwa ambayo inatusumbua na tunafaa turekebishe. Na katika hali yote pia tuwe na shukrani. Tujifunze kushukuru kwa sababu Mungu anakupima na vile vitu vidogo. Kama unaweza manage hizo vitu vidogo, then hizo vitu vikubwa pia Mungu atakupatia, atakuentitle nazo, kwa sababu anajua unaweza hizi ndogo. Kama unaweza sema asante kwa hizi vitu vidogo, hata kama uko na shida nyingi, Mungu anaona ya kwamba ataweza kuinua na ataweza kuentrust na vitu vikubwa zaidi. Kwa hivyo tuwe watu ambao wanashukuru kila wakati, tukikumbuka ya kwamba katika kitabu cha Philippians chapter 4 verse 5 inasema ya kwamba don't worry, usifadhaike na yale ambayo yanafanyika, kwa sababu Mungu yuwajua, si ndio? Utasoma, utachukua hiyo kitabu Philippians 4:5 utasoma. Kwa hivyo tukiwa watu wa kushukuru na watu ambao tunaachia kesho yetu Mungu, tunaachia shida zetu Mungu, Mungu ashughulikie, kwa sababu Mungu ana jawabu la kila jambo. Alafu jambo lingine pia ambalo ukitaka usiwe mtu wa kunung'unika, unafaa kufanya, usiwe mtu wa kusikiza hoots. Unajua hoots? Hoots ni zihoni, si ndio? Unajua zihoni. Wakati gari iko katika barabara, tuseme tu sasa iko kwa highway, alafu itoke huko na speed, ifike mahali ifike hapo na isimame. Zile gari zinatoka nje zinakuja zikifanya nini? Zikipiga honi mpaka madrivers wanaanza kutusiana, si ndio? Wanasema huyu mjinga ni nini? Nini yeye anafanya? Kwa nini anasimama na anaona tuko kwa highway? Nataka nikwambie ya kwamba hakuna mtu in the right senses, mtu ako tu na akili yake mzuri na timamu, anaweza tokea tu uko na speed yote, ajue highway hakunanga kusimama na akuja asimame. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambao unampigia honi, wewe kama driver ambao unampigia honi, unampigia yeye kama nani? Si unafaa ujiulize kwa nini amesimama? Maybe anahitaji msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu inafanyika hata kwetu sisi wa Kristo, ya kwamba wakati unaona mtoto wa mtu hajafanikiwa katika masomo, mtoto wa mtu hajaolewa, mtoto wa mtu hajajenga nyumba, mtoto wa mtu hajapata kazi, tunakuwa wepesi kuongea vibaya, tunakuwa wepesi wa kupiga honi. Unaona mtoto wa mtu ameolewa, amemaliza hata miaka 2 hajazaa, unaenda hapo unaanza kumuuliza, wewe tutaleta towel siku gani? Unaanza kumuuliza maswali ambayo yanamuumiza roho. Unajua saa zingine anaweza kuonyesha plastic smile, inaitwa plastic smile, lakini ndani yake umemwacha kama kidonda deepen. Wakati unapiga hodi, ukipigia wengine, ukiuliza ligugwaredi amande bazaza ni basila ku, wewe unajua ni kwa nini amekwama hapo njiani? Kuna sababu. Hakuna mtu apendi mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu apendi mafanikio. Kila mtu anataka tu kufanikiwa. Lakini ukiona tu mtu hajafanikiwa, ujue kuna sababu, muombe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoni akasema ya kwamba unapoona nikiwa na shida, wewe niombee. Ndoa yangu ikiwa mashakani, niombee. Nikipoteza kazi, niombee, kwa sababu nahitaji hayo maombi. Inafika wakati ambapo Wakristo kwa vingine mtu uko na mashida, unashindwa hata kujiombea wewe mwenyewe. Unahitaji watu wa kuombea. Kwa hivyo inafaa tusimame katika pengo, tukaweza kuombeana vile Nehemia alisimama katika pengo, akaweza kuombea wengine, akaomba mpaka akakumbusha Mungu ahadi. Akamwambia Mungu, kumbuka
Wewe mwenyewe ulisema tukifanya hivi na hivi na hivi utasikiza maombi yetu. Tuwe watu wa kuombeana. Simama kwa pengo. Yule ambaye ameshindwa kujiombea na ana shida, maybe anangoja wewe. Maybe wewe ndio unaweza fanya akaweze kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nimesema ya kwamba tusiwe watu wa kupigia wengine honi, na wewe pia usisikize hizo honi. Hazitakusaidia, zitatonesha kidonda chako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, na pia kuna wale watu ambao pia ni wauaji na wengi wamejificha kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kama hujawahi huwa, inua mkono juu. Kama hujawahi huwa. Unajua watu wanajua ya kwamba kuchukua panga na kufyeka mtu shingo ndio kuua. Lakini watu wengi, yani katika watu 10, maybe ni mtu mmoja hajaua. Wengi tumeua sana. Na tunaua kwa maneno zetu, kwa midomo zetu. Tumeua visions za watoto wa wengine. Tumeua watu. Mtu akitaka kufanya kitu unaongea vibaya, anakufa moyo. Mtu kama alikuwa amesema nitasimama kanisani nifanye kitu fulani, unasema simama na hiyo ndio wewe ndio. Kwa na ziko manyasa wala ni wewe ndio. Nani mtu anasema kumbe hivyo ndio kuna kwanga. Kwa hivyo niingie tu gari yao, twende tu pole pole vile. Wengine wanaenda umeua ama hujaua. Kwa hivyo najua wengi hapa wameua na tunafaa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeua, tunafaa kutubu kwa sababu wengi tumeua maono za wengine. Wakati unafanya mtoto wa mtu anajikwaza, alikuwa anataka kufanya kitu fulani, anaacha. Mwingine alikuwa amesimama na huduma, hata siku alikuwa anakuja anafagia hapa, anapanga viti. Ukarusha neno, ukasema yeye hana kazi ya kufanya, ama kuna kitu tu ulisema, ukafikiri unasema vizuri kwa sababu unafikiri yangu unaongea vizuri. Ujisikizane kwanza, ujue kwanza ni nini unaongea, ujue unakwaza wengine. Sasa wakati unasema hivyo, ukaona huyo mtu siku hizi hakujangi kanisani kupanga vile alikuwa amepanga, ujue ni wewe ndio ulimuua na unafaa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekuwa watu wa kuua, tumekuwa wauaji bila kujua, na tunafaa kutubu siku ya leo. Tuachane na hiyo mambo ya kuua wengine, kuua mioyo za wengine na kupigia wengine honi. Alafu kitu ya mwisho nafaa ukumbuke ya kwamba mtu yeyote ambaye anaomba na bitterness, hiyo maombi haiwezi jibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tumejiweka unaomba na hiyo uchungu, mama reni hiyo iko ndani yako, unanununika kila wakati na unaomba. Na unaona mwenzako bila anaendelea, unajiambia nataka kuomba Mungu anisaidie, nimshinde, nione atanikia nani. Hakuna, hiyo maombi itaenda mahali, haiwezi jibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Juu unafanya kazi bure, yeye uache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu hajawahi jibu maombi ambayo iko na uchungu na kudharau wengine na kutaka kufanikiwa ili udhalilishe wengine. Heri ubaki pale mahali huko ili usiweze kudhalilisha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jifunze kuomba na unyenyekevu, kwa sababu Mungu anaweza jibu maombi kwa njia 3. Anaweza sema no, anaweza sema wait, anaweza jibu instant. Italingana unaomba aje na uko na nia gani wakati unaomba hiyo maombi, na pia ni wakati mgani na kwa nini Mungu anasema wait. Kwa sababu Mungu anaweza sema wait kwa sababu anajua it's not the right time. Kwa sababu kwa kila kitu lazima Mungu ajitukuze. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tu purpose driven na Mungu. Yaani tuko na msukumo wa Mungu. Kitu yoyote ambacho unafanya, ujue ya kwamba Mungu alikuumba na kusudi. Wakati uko hapa saa hii, hujakufa na kuna mwingine amekufa. Huyu mwenye amekufa alikufa kwa sababu alikuwa amemaliza kusudi la Mungu. Na wewe kwa sababu bado uko na kusudi, ujue ya kwamba bado uko kwa control ya Mungu. Kwa hivyo usijiachilie tu ukifikiria uko tu hapo kwa sababu uko. Jua ya kwamba ni Mungu ndiye anakuongoza, na ukishajua hivyo utaendelea vizuri. Tutasoma kitabu 1 Corinthians ambayo sitaelezea, lakini ni continuation ya hiyo ambayo tulikuwa tumesoma. Utaiandika na tutaisoma 1 Corinthians chapter 10 verse 6 to 12. 1 Corinthians chapter 10 verse 6 to 12. Tutaisoma tu. 1 Corinthians 10, 6 to 12.
nitaisoma lakini hatutaifafanua. Inasema hivi: basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mfano yakaandikwa, ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hivyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya unajua, tukisoma pale Numbers tuliona vile watu walinung'unika, si ndio? Na wakati walinung'unika, Musa alienda kwa Mungu akamwambia Mungu, ni kwa nini hii yote? Mbona nipitie hii yote? Mungu akamwambia, enda usanye wazee ambao wako hapo, waje watengeneze mahema, kuna kitu nataka kuwaambia. Na akawaambia kwamba watafute waelezea kwamba watakula, Mungu ataprovide chakula mwezi mzima. Na Mungu aliweza kuwaprovidea hizi silo. Kwa kizungu inaitwa quails, Kiswahili inaitwa luru, si ndio? Kijaluo inaitwa luru. Hizo waniletewa wakakula, walikula mwezi mzima kama wanakula nyama. Si walikuwa wametamani nyama? Walikula nyama mwezi mzima mpaka zikawatokea hata kwa mapua. Na wengi walikufa kwa sababu ya hizo nyama, kwa sababu ghadhabu ya Mungu ilikuwa juu yao. Kwa hivyo hii kitabu cha Wakorintho kinatuambia kwamba msiwe kama wao, ili neno lililetwa ili liwe funzo kwenu wale mnapenda kunung'unika na kutamani vitu ambavyo havihitajiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimemaliza na kuna wimbo ambao naenda tu kuimba tukisimama, then nitakaribisha mchungaji aweze kumalizia. Wimbo ambao unasema nifundishe nisiwe mtu wa kunung'unika. Tusimameni. Nikumbushe Baba nisiwe mtu wa kunung'unika.